Wanawake TV. Rais wa Sauti ya Wanawake Tanzania Voeti, Maida Waziri, lakini pia mkurugenzi wa Ibra Africa, alipata nafasi ya kutembelea TAWA, kituo cha ufundi stadi cha wanawake. Kituo kilichopo kata ya Kibuta, kijiji cha Muhaga, wilaya ya Kisarawe. Kilomita zaidi ya 45 kutoka Dar es Salaam hadi kufika kituoni hapo. Maida Waziri alikutana na wanawake ambao wamepata nafasi ya kusoma kitabu chake cha Kesho Yako ni Uthubutu. Kitabu ambacho kinaelezea historia mzima ya Maida Waziri alipoanza hadi alipofika kwa sasa.
Mpaka floor moja na ofisi mbili, ikiwemo na storage area. As tunavyoendelea kukua, tunaendelea kupanda. Hii hapa ni cohort ya kwanza walioweza kugraduate kwa 28, japokuwa intake tulichukua intake ya wanawake 43 waliweza kufika mpaka mwisho wa mafunzo kwa 28 kutokana na changamoto mbalimbali za long distance kwa na familia. Then tukawa na batch ya pili ambao waliweza kugraduate 19 ambao wali drop out kwenye phase 1, wengine walijiunga na phase 2. Na baada ya hapo tena sasa hivi tunaona tufungue wigo. Sababu wanawake wa phase 1 na phase 2 wengi walikuwa wametokea karibu na Mhaga mwaka Kisarawe. Yes. So baada ya at least wote kuja na tukaweza kuwa na accommodation area ambayo inaweza ikachukua boarding. Sasa hivi tuna intake ya wanawake 23 ambao wameweza kuja na most of them wametoka kama mikoa 5 tofauti. Na kwa Arusha, Shinyanga. Hakuna mpingo mwingi. Sasa hivi bado tatizo kubwa sana la kukata miti bado. Tatizo okay. Yeah, tunajaribu kujiweka sawa tuweze kuelewa wapi tunapata basi sehemu ya kuvuna. Wakati huo na sisi pia tunapanda sana miti kwenye eneo letu. Mmepata mpingo, mmepanda. Mpingo tumeukuta na tunauweka, tutakuonyesha upingo. Michache iko pale. Tumeukuta. Yes, so now kama nilikuwa nimesema tuna partner na watu tofauti kwa trainings tunazotoa ni za ujasiriamali pia, namna kuanzisha biashara, elimu ya kutunza fedha, na kwenye mafunzo yetu sasa hivi mwaka unapofika wanapokuwa wamefanya vizuri, wanapokuwa wamefanya vizuri kwa tunawasupport kwenda VETA. Kwa mpaka sasa tumesha support wanafunzi 20 kwa vitengo tofauti. Kuna masonry, carpentry, painting na umeme. Na wengi wao waliobaki hapa waliofanya vizuri pia wameajiriwa na watoto wanafundisha wengine. Na kwenye kutunza mazingira pia ni tuko sana, tuna emphasize kutunza mazingira wako busy sana kupata mkaa. Kwa kama TAWA tuna emphasize katika utunzaji wa mazingira. Hiki miti mingi unaona hapa tumepanda wenyewe, majani tunaotesha sisi wenyewe. Kwa hiyo tunafanya pia kazi na jamii na tunawaita wanakuja tunapanda pamoja. Na tunapokabidhi nyumba kwa mzee tunakabidhi na kwamba kila nyumba iwe na mtukoni, tunaleta ile mbegu ya kwamba tuendelee kutunza mazingira. Na kila mwaka huwa tuna build the day, kwamba tunatamani pia watu wa nje waje wajifunze kutoka kwa wanawake wetu, na wanawake wetu wajue kwamba kuna watu kule nje wanafahamu. Kwa kila mwaka tunakuwa nayo, inakuwa ni mwezi wa 7, tunaita wanawake wa sekta mbalimbali, sio lazima kwenye ujenzi, kwa ajili ya kujenga pamoja na sisi kwa siku nzima. Na sasa kituo chetu kiko kwa structure ile, tuna jengo kubwa ambalo sasa hivi tuko kwa sasa, na tuna nyumba ya accommodation ambayo ni wanafunzi wetu wanalala, inaweza accommodate. Ili ni jengo kubwa na huku ni chumba cha watoto, kwa sababu tulipokuja wanawake wengi wali drop out kwa sababu walikuwa wanalea watoto nyumbani. Kwa hiyo tukaona ni how do we solve this, tuandae chumba kwa ajili ya watoto, angalau alete mtoto wake afanye kazi mazingira na mtoto wake. Na hili ni jiko, na kule ni sehemu nyingine ya maji. Hapa ni sehemu ya accommodation, tunaweza tu accommodate wanafunzi 28 kwa at once. Na kwetu tuna emphasize sana mambo ya sustainability, kwa hiyo tunatumia solar kwetu, na source umeme wote ambao tunatumia ni ya solar, na tuna harvest rainwater. Tulipokuja ulikuwa na shida sana ya maji, kwa hiyo ilibidi tuchimbe kisima, na tukawaza hili kisima pia kiwezi kurun peke yake. Kwa hiyo tukajitahidi kama design zetu pia ziweze kudesigniwa in a way tunavuna maji kirahisi. Kwa hiyo sasa hivi tuna underground water tanks ambazo zinaweza kuaccommodate lita 1.5, na bila kwa mbele tuna accommodate 100, na nyingine huku nyuma kwenye accommodation na accommodate lita 50. Lakini pia ambayo na hicho kwa tunasemaga every drop ina matter. Kwa hadi maji taka tunayachakata. Kwa hiyo tuna mfumo wa kuchakata maji taka ambayo yanachakata. Tunachakata tunaenda kumwagilia shambani. Okay. Sasa ngalini sana. Hii sehemu ambayo watoto wanasema wanakaa. Kwa hiyo na wenyewe wanaishi hapa kama wanakuja na kuondoka. Ni wale wanawake wadogo wa kijiji hiki wanakuja na watoto. Bado hatujaanza kufanya kazi kwa sababu iko bado tunapambana na finishing.
lakini tunategemea kwamba kwa wale wa kijiji hiki wa Dei angalau wasikae nyumbani kwa sababu mtoto wake anakosa kumwachia. Kwa hiyo anamuona pale, anatoka anachukua mwanae. Kwa hiyo inabidi sasa mwenyewe kufanya kila kitu kuanzia chakula cha mtoto na kila kitu. Safi sana. Na ndio tunaanzisha daycare mwisho. Yaani mpaka primary tutaanzisha kwa sababu sasa mwisho wa siku wanakuja hapa. Kwa hiyo hii ndio siku ambayo mnafanya jenga kwa pamoja. Ni kama fundraising campaign. Kwa tunakaribisha mashirika tofauti kitu ambacho wanaweza kudonate kwenye wajenzi wetu kwa wanafunzi. Kama last year tulikuwa na Edison Shakir walituletea solar heaters, pia nao walileta gypsum boards. Kwa kuna kampuni tofauti yanakuja kipindi hicho, kile ambacho wanaleta na wao pia wanaspend day game. Yaani wao walikuwa hawaoni kama unakaa. Lakini kuna maeneo maalum, sio kila mahali mchimba unapata. Yaani kwa maeneo ya hiki sio kijimaliki sasa tena kikileta huko kwenye shamba. Udongo wake bado ni hostel zetu lakini kila chumba kinachukua wanafunzi 4 wa kazi moja. Kuna vyumba vya mwanzo vina toilet ndani. Kanisa jirani. Labda tutakuonyesha kwa mbali. Kwa kule ndio tunafungua tutakata maji safi. Kwa maji yote yanatoka huko yanatoka kule kwenye main building yanaleta hapo yanapitishwa kwenye mfumo yanasafishwa alafu tunaachia shambani. Davis ndio mafundisho mashine za kutakata. Hizo kuna wenzetu kwenye team members ambao ni environmental engineers ni design. Kwa hiyo ni mfumo wa designiwa na vijana wetu hapa. Hapa. Compartment chambers inaanza kupokea maji yote taka sasa ya the whole campus. Kwa kwenye ile compartment ya kwanza pale kunakuwa kuna seal zinachuja mpaka unafika ya 8. Yes. Kwa hiyo ikishatoka hapa kwenye ya 8 tunaingiza kwenye gravel filter. Hizi gravel zinasaidia kuendelea kuchuja maji vizuri. Na tumepanga in sections, kuna kubwa, ndogo hivi. Na mama wanaomaliza wengine waende VETA wajifunze zaidi ili warudi tuje tuanzishe sa workshop ambayo inafanya kazi nzuri. Okay. Sasa ongeleni hizi plani ni nyingi na ni nzuri sana. Yaani zinanifurahisha. Tunashukuru. Karibu sana katika kituo cha TAO. Mbele yako kuna wanafunzi wajenzi na wanawake walio-trainiwa kutokea hapa na wengine wanafanya kazi hapa na wanapata tenders hapa na njia TAO. Kwa kuanzia ili mgeni wetu atuelewe au atujue, ningependa tuanze kujiintroduce moja mmoja. Utatuambia wewe ni nani, unatokea wapi, ndoto yako ni kuwa nani. Mambo? Asante. Ni nani, unatokea wapi, ndoto yako ni kuwa nani. Tunaanza mzunguko. Mimi naitwa Victoria Marwa, natokea Makongo, Dar es Salaam. Nimemaliza chuo cha ardhi. Ndoto yangu kubwa ni kuona ndoto zangu zimekamilika. Yaani ndoto yangu miaka michache ijayo na naombea pia hizo ndoto zikamilike. Kabla sijajirudisha kwa Winnie, labda pia niongelee kidogo jinsi ambavyo ndoto yangu pia ilikuwa kubwa ya kuleta Maida hapa. Maida leo ndio tunasema mbele ya vijana wetu kwamba you are one of the women ambao nikiwaangalia wao wanasema jamani tuendelee na safari tutafika. Kwa kweli ni mara mwisho tunakutana lakini kwa 2021 au 22 kama sijachanganya habari kwenye mkutano wa program nyingine ya TAO. Na hiyo siku ndo nikanunua pia kitabu chako. Baada ya kununua kitabu nikakisoma
Nikasema jamani, nilikiweka kwenye shauri yangu vizuri, nikasema hiki kitabu lazima kita-inspire wengine. Kwa baada ya kuwa na vijana wamekuja na wengi pia hadithi zao kusikiliza, wamepita kwingine kugumu kidogo na wanaendelea kupambana, na mimi nikakivuta kile kitabu na nikakutafuta ile kwamba jamani, I need more books ili vijana wetu wasome na kuona kwamba maisha ni safari, maisha ni uthubutu. Na vingi wengine ambao tunapitia sasa hivi, kuna wengine walishapita na wamefika pazuri. Na mfano mzuri sana mkubwa ambao tunao Tanzania hii ni dada Maida Waziri, ambaye amefanya makubwa. Mimi wala sitaki kuyazungumzia leo, nimemleta tuyasikie kwa sauti yake na muweze kuyasikia yale yote mlioyasoma na kupata nafasi ya kuwa na mazungumzo na yeye. Kwa Maida tunashukuru sana kwa kututengea muda. Najua Ijumaa kwa kazi ambazo unazifanya, kwa kweli kufika hapa kwetu ni heshima kubwa ambayo umetupa, na sisi hakika hatuichukui poa. Kwa hiyo karibu sana. Kwa majina anaitwa Abdalla Msongo, ni mwanamke mjenzi. Yaani kabla ya hapo ilikuwa sijui kama wanawake wanaweza kujenga. Kwa naona kama wanaume tu wanajenga, wanawake hawawezi. Lakini baada ya kuja TAWA mahali hapa Mhanga, wakaja kutuelekeza kusema wanawake nao wanaweza masuala ya kujenga, na kweli tukapata mafunzo mahali hapa. Yaani nikajisikia raha. Hata mwanzo nilikuwa najiuliza kwa nitaweza kweli? Lakini wewe unasema ngoja nijipe ujasiri nipate kuweza. Na kweli nilipojifunza kweli nikaweza. Na mpaka sasa hivi ninaweza kujenga. Ni mwanamke mjenzi. Na kweli nashukuru TAWA na wenyewe wameniona na kuweza na kuniajiri mahali hapa. Na mpaka sasa hivi nasimama kuwafundisha wenzangu. Nashukuru sana na TAWA. Na natamani nizidi bila, yaani nizidi ya natamani sana. Asante. Natokea Kibaha Mlandizi, mimi ngozana na kwa kwa majina naitwa Joyce ya Beauty Mwanzana, natokea Kibaha. Mimi elimu yangu ni form 4. Ila kazi ninayopenda kuwa seremala. Nataka niwe seremala kwa kizazi. Kwa majina naitwa Neema Steven Paulo, natokea Kibaha Pwani. Elimu yangu darasa la 7. Nataka niwe fundi rangi. Kwa majina naitwa Angelina Cosmas Mawa, natokea Dar es Salaam Chamazi, ni mwanafunzi. Elimu yangu ni kidato cha 4. Ninachopenda sana ni kuwa mjenzi wa nyumba. Yaani ni jenzi masa. Majina yangu naitwa Mkola Tesa, nimetokea Mwanza. Elimu yangu kidato cha 4. Napenda kwa Naitwa Sofia Arts, natokea Temeke cha Mungu. Elimu yangu ni form 4, napenda kuwa fundi umeme. Yesu. Kwa jina naitwa Selina Bakari, natokea Bagamoyo. Elimu yangu ni form 4. Napenda kuwa pharmacy. Elimu yangu ni form 4. Mimi napenda kuwa pharmacy. Majina naitwa Alexis Sana.
Kwa majina ya Chance Almasi Bunga anakuja Kigoma Kibondo. Ndio ni bafu ndio. Elimu yangu fupi. Wanawake. Yesu. Majina ya Stamon na Bidai Kibaha. Elimu yangu fupi anakuja kwa fupi. Mimi Sauda kutoka mahali mimi nataka niwe fundi maso ya salamu darasa. Ninaweza jamani natokea Kibaha Iringa Fungo. Natamani kuja kuwa fundi maso mkubwa sio Tanzania tu kimataifa pia. Kwa majina naitwa Sakina Muhammad natokea Mhanga. Elimu yangu na darasa la 7 natamani niwe fundi maso mkuu wa Tanzania nzima. Vitu vichache lakini kwa lugha yenu nitaomba nisizungumze kidogo kwa sababu wamekichambua kitabu, na kama wamekichambua kitabu kuna vitu vingi sana ambavyo watakuwa wameviona, na vitu vingi watakuwa wameviona. Na mimi ningeanza kwanza kabisa ni wasalimu kwa jina la Mungu. Asante. Mimi napenda kumpongeza dada Victoria na timu yako nzima kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, ambayo nimejionea mwenyewe nimefika hapa. Kwa kweli hii sio kazi ya mchezo, kwa sababu sisi tunafanya mambo ya jamii, tunajua changamoto ya kudili na jamii tangu ulipoanza na hata hapo ulipofika. Haujafika mwisho, lakini bado utafika katika ndoto yako ambayo unakusudia. Lakini napenda kumtanguliza Mungu pia kwanza kwa kufika hapa tukiwa wazima, maana yake barabara mpaka kufika hapa kidogo ni changamoto, lakini tumefika. Lakini lengo kubwa ni kuja kukutana na nyinyi ambao mnasoma katika kituo hichi. Nimesema nasoma kwa miezi 6, nimesoma kwa miezi 6. Miezi 6 sio midogo, ni mingi. Kama wewe unataka kutoka hapa ukiwa na dhamira kubwa kwamba unataka kuwa nani, unataka kufika wapi, sasa hapa ndio pale pa kujenga foundation. Jinsi ni wajenzi, mnaanza kujenga msingi. Sasa hapa ndio unakuja kujenga foundation yako. Ukitoka hapa kama ulikuja kutembea kwetu huku, maana mimi ni Mzaramo na nimefurahishwa sana pia kwa sababu hapa ni kwetu. Mimi ni Wasongo. Songo. Kwa Kigongo pale unarudi nyuma kidogo pale. Hapo ndio kwetu. Kwa hiyo na baba yangu amezikwa hapo Songwe, na mimi nina mashamba hapo Songwe. Kwa hiyo ni nyumbani kwa maana sio kwamba nimekuja tu kwa ajili ya hii, lakini lazima nije huku Masaki ndio nimefika kwa siku ya kwanza. Kwa hiyo mimi naitwa Mainda Waziri, ni mkandarasi. Kampuni yangu inaitwa Ibra Contractors Limited. Na nina uzoefu wa biashara wa miaka 30
kwenye biashara. Kwenye ukandarasi nina miaka 26. Na kwa kuwa tunazungumza leo sana kuhusiana na ujenzi, kwa hiyo kampuni ambayo itatokea sana katika kuzungumza kwangu ni ya construction ambayo ina miaka 26. Lakini mlivyosikia walivyozungumza wengine kwamba mimi nilianza umachinga wa kuuza mitumba nyumba kwa nyumba, na baadaye nikaamua kwenda kusoma designing kwa sababu nilikuwa na ndoto kubwa. Wakati niko form 4 nikawa nasema kwamba mimi lazima nifungue kampuni kubwa, lazima niajiri wa Tanzania. Kipindi hicho chote nilikuwa na elimu ya form 4 tu, lakini baadaye nilipoona changamoto nikaamua sasa kurudi shuleni. Nikaanza certificate, nikaenda diploma, nikaenda advanced diploma. Nikasema mimi ni msomi sio msomi. Kwa hiyo sasa ukiwa na dhamira kwamba mimi lazima nitoke hapa, lazima nifike mahali fulani, lazima niende sehemu fulani, ni wewe mwenyewe dhamira yako ndio inaweza ikakupush ukafika katika malengo ambayo unayakusudia. Lakini bado leo nimefika hapa sio tu kufanya simulizi ya mambo ya zamani au mambo niliyoyapita, ni kuja kuwa-inspire kuona kwamba hata nyinyi mnaweza. Mimi niweze nina nini na nyinyi mshindwe nina nini. Si ndio? Lakini pia katika kusema hayo unapotaka kusimamia ndoto zako. Leo hii tunapozungumza hapa, niliposimama hapa, mwanamke mkandarasi class 1 Tanzania nzima kwenye civil works ni mimi pekee yangu. Kumbuka walikuwepo wenye ma-DB, wenye ma-masters, walianza huko kufungua makampuni, lakini bado hawakufika katika level ambayo leo mimi CRB wananitambua, serikali wananitambua kutokana na mchango wangu. Hapo mimi ni rais wa sauti ya wanawake wa ujasiriamali Tanzania. Nilikuwa na wito ni lazima ninyanyuke hapa nilipotoka niweze kugomoa wanawake. Kwa hiyo ndio maana hata leo nilipoitwa hapa dada Victoria anaona kama bwana tunakusumbua, lakini mimi sio sehemu ya kusumbua. Yaani ni sehemu ambayo nina furaha sana. Yaani ninapokuja kama hapa, mimi kwangu ni kama mtu anayependa bia ameamua kwenda jioni akanywa bia 2-3. Kwa hiyo mimi kuja kwangu hapa leo kwanza inaniongezea maisha, lakini inaniongezea furaha, na naamini kabisa kwamba nitajenga watu siku ya leo kutoka hapa, hata kama sio wote, lakini kuna mtu mmoja tu atakayetoka hapa anaweza kutengeneza kitu kingine kikubwa sana kwa watu wengine. Kwa hiyo basi mpaka sasa hivi kuna watu ambao wameshazaliwa wameitwa jina langu kwa sababu tuje kuwa-inspire vijana na kuwa-inspire wanawake. Maida ni jina ambalo sio common sana, lakini kipindi kijacho tutaliona sana likitokea kwa sababu kila mtu anataka kupata mtoto wake amuite Maida. Bado mimi nikasema kuna changamoto sasa ya watu kusoma, kwa sababu mimi nimesoma uzeeni. Mimi nimesoma niko chuo, mwanangu yuko form 4, yuko form 3, yuko form 4. Kwa hiyo mwisho wa siku anataka kushughulikia na mimi matokeo yangu ya kumi. Kwa hiyo nimesoma uzeeni. Sasa ile changamoto za kusoma, nikasema sasa itabidi nifungue college ili niweze kusaidia wanawake na vijana, hasa wale wanaoonekana kama wameshindwa na hawawezi kitu. Lakini mimi nasema kwamba mimi wote ninaweza sana, hata kuliko wale wananijilia. Na nilisema hii ni kazi ngumu sana katika dunia, kukaa na kuandika kitabu, kwa sababu unapoandika kitabu huenda kikawa kina vitu ambavyo vinaweza kuelimisha wengine, lakini unaweza ukawa andika kitabu kikaenda kupotosha watu wengine. Kwa hiyo nilichukua muda kusema kwamba nitahitaji hichi kitabu. Hichi kitabu nimekiandika nafikiri miaka 10 na imeshapita. Na nina vitabu vingine ambavyo naviandika tunapokwenda huko mbele tukwenda kuziona. Kwa hiyo wewe ulioko hapa, wewe ni kila siku inayoamka, kila siku unapoamka ni story. Leo hapo unaona na mimi ni story tayari. Kwa hiyo kila siku note kitu ambacho unakifanya kwa siku hiyo. Note mahali, kila siku note, kila mwezi angalia umefanya kitu gani. Mwisho wa siku nyinyi wote mtakuwa waandishi wa vitabu, kwa sababu mtaelezea story zenu zitakuja kufundisha watu wengine. Kwa hiyo mimi kiukweli ninajivunia sana kuwepo hapa siku ya leo.
kwa sababu mimi najua naongea na future ya Tanzania. Yaani hapa tutawatoa viongozi, tutatoa wakandarasi wakubwa, tutatoa watu mbalimbali kwa kupitia siku hii ya leo ambayo tumefika hapa. Labda niseme kitu kingine ambacho najua kwamba vijana wetu wengi mnakuwa na changamoto nyingi sana. Mnakuwa mna mawazo mengi sana tulipotoka, tulipofika, maisha tuliyopitia. Mimi nataka kusema cha kwanza, amua. Kwamba sasa naamua. Yaani kuanzia leo kama ulikuwa hujielewelewe, mwingine unaweza kumuuliza kwamba bwana hivi, wewe unakuwa nani? Sasa sijielewelewe. Yaani mimi sijui nitakuwa nani, sijui nitakuwa nani. Leo amua kwamba wewe unataka kuwa nani. Lakini la pili, tenda kile ambacho unachokifikiria ili uweze kufika katika mafanikio ambayo unayataka. Si ndio? Mimi mpaka nimeamua kuandika kitabu, ni lazima mchambue kwamba nilikaa nikaona kuandika kunanipa faraja. Na hata wewe, yani hakuna kitu kinachotoa au kinachoweka afya ya akili kama kuandika, kama kusoma. Kwa hiyo thubutu kusema mimi sasa nataka kuanza kuandika. Na nitaandika hichi kitabu kwa faida ya watu wengine ili wajifunze, kwa sababu kila mtu amepita katika mazingira tofauti tofauti. Lakini kubali kwamba unahitaji kufundisha wengine. Ndio maana leo mimi nimekuja hapa kusimulia simulizi ambazo zitakuja kwenu, zitaleta jambo fulani ambalo litaleta matunda kwa upande wenu. Lakini lazima pia mjitambue kwamba kila mmoja wenu aliyekaa hapa ni mtu muhimu sana katika jamii na taifa. Hebu nipigieni makofi kwanza. Kwa hiyo katika hichi kitabu kina sura 12 kama mmekipitia. Na sura 12 zilizomo humu kuna malengo ambayo mimi nimeyaweka humu ndani ya kitabu. Lengo kubwa la kwanza ni safari yangu ya maisha. Lakini nimeleta nasaha ya kuleta maendeleo kwenye ujasiriamali na uchumi kwa wanawake na vijana. Hilo ndio lengo kubwa. Lakini lengo la pili ni kuhimiza Watanzania bila kujali walikotoka katika maisha yao wala kuangalia mazingira waliokulia. Kwa sababu tukianza kuelezana matatizo hapa, yani kila mtu atasimulia ya kwake na mwisho wa siku hapa tutatoka tunalia. Kabisa mimi nasema hapa tutatoka tunalia. Tukianza kuweka simulizi kwamba umetokea wapi, umekulia wapi, umefanyaje. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba tusiangalie yaliyopita, tunatakiwa tuangalie ya sasa na ya mbele tunapokwenda. Kwa sababu kama mmesoma hichi kitabu nafikiri mmeona kwamba mimi mama yangu aliniacha nikiwa na miaka 2 na mwisho wa siku hata mpaka leo ninaposimama hapa simjui, hata picha sijui, hata alipoziko sipajui. Si ndio? Lakini bado niliweza kusimama imara nikasema, yani pamoja na yote ni lazima niache alama, niweze kusaidia wanawake kwa sababu kama wanawake wanapitia kwenye magumu, mpaka mtu anakufa tayari kuziko serikali imezika, mpaka ameugua lazima hospitali akaugua peke yake. Mpaka kuna vitu vingi sana. Sasa hatupasi kuangalia yaliyopita. Tuje tuelezane story ambazo zinaleta faraja na story ambazo zinaleta nguvu na ujasiri ili tuweze kufika mbali na tuondokane na hizo changamoto zetu tulizokuwa nazo. Na kitu kingine, mtu mwingine atasema mimi siwezi kuwa mjasiriamali kwa sababu sina pesa. Na anafikiri kwamba fedha ndio kila kitu. Fedha sio kila kitu. Yaani hata mimi nilipoanza biashara hakuna mahali ambapo nilipata pesa kwa mtu yoyote aliyesema kwamba bwana chukua mtaji huu. Hakuna. Umeona nilianza kujitafuta mwenyewe. Nilianza kukaa barazani, miaka tu. Baadaye nikapata ka frame, nikaingiza charani 2 mpaka baadaye nikawa na viarani 30. Sikupewa mtaji na mtu. Ndio. Lakini hapo pia nilikuwa mwanamke wa kwanza kuwa na boti ya uvuvi wa samaki pale Feri. Kwenye kujitafuta kusema kwamba nataka kutoka sasa. Yaani najitafuta nataka kwenda huko na nataka kwenda, lakini lazima upate pa kuanzia. Kwa hiyo hii ya kwenu ni starting point kubwa sana na nimshukuru sana dada Victoria na timu yake. Kwa kweli
bado mtaweka alama kubwa sana kwa kizazi na kizazi kwa kazi hii kubwa mnayoifanya. Na watu wengi wanaweza kuuliza maisha yangu kutokana na historia ambayo nimewapa ni mfano tosha wa kuigwa na kuonyesha jitihada pekee zinaweza kukufikisha katika malengo au mafanikio yako. Kwa hiyo kila mtu akiondoka leo hapa aondoke na kuwa na dhamira na jitihada kuhakikisha kwamba anataka kufika katika malengo yake. Kwenye kitabu hichi pia kinaonyesha haja ya kuwa na juhudi kubwa kukabiliana na shaka na mashaka. Yaani usifikiri kwamba kusoma kwako ndio umemaliza. Yaani shida huwa haziishi. Zikitoka hizi zinakuja nyingine. Zikitoka hizi zinakuja nyingine. Kwa hiyo shida kila siku zipo na hamna siku utasema kwamba leo shida hakuna. Shida zipo. Kwa hiyo wewe ujipange kuhakikisha kabisa unakabiliana na shaka na mashaka. Lakini pia ninawapongeza kwa kupata fursa. Mmeisikia ilitangazwa au mlisikia wapi? Kaja na mkaamua kuja hapa kuungana, lakini kila mtu ana dhamira yake ya ndani ambayo hiyo ndio imebeba hatima yako. Kama huna dhamira ya ndani, basi wewe huna hatima. Hatima yako iko ndani ya dhamira ambayo unayo. Lakini tujifunze pia kufanya vitu kwa persistence, kung'ang'ana. Unajua kung'ang'ana? King'ang'anizi, yani sisi kitu kwa lugha nyepesi. King'ang'anizi. Yaani kama wewe sio king'ang'anizi, hata hapa ulipo, huwa king'ang'anizi hata kwa mwalimu wako anakufundisha. Ukiona hujaelewa, unang'ang'ana. Mimi hapa sijaelewa. Mimi hapa, mwalimu njoo, anaweza kukasirika. Lakini mtumie ipasavyo. Yaani usije kupoteza muda. Ukiona kwamba labda hapa kipindi kimefika hapa mwalimu hajafika, unaenda usiri kugonga. Mwalimu muda umefika, kwa darasani akija kuona. Ng'ang'ana. Unapong'ang'ana, yani inakusababisha wewe kuwa na ile, yani kung'ang'ana inasababisha inakupa ile hali, inafungua ile hali mpaka ya wengine na wenyewe kuona kwamba mwenzetu mmoja bwana. Mwingine anasema huyu naye basi tumechoka tunataka kukaa, yeye anamtaita mwalimu. Si ndio? Huyo uache ana hatima nzuri. Wewe simama na hatima yako, ng'ang'ana. Lakini pia ni watu wa kupata taarifa. Tuwe wepesi wa kupata taarifa. Tunatafuta information. Si ndio? Leo naambiwa kwamba mgeni anakuja hapa gani? Anakuja kufanya nini? Atatupatia nini? Tutapata nini? Tutakapoondoka hapa mtakaa na wenzenu, mtakaa groups kusema tumepata taarifa gani? Tumepokea nini? Si ndio? Lakini mimi taarifa nitakazowaambia leo nasema kwamba mko sehemu sahihi na mnachokifanya ni sahihi na kuna programu nyingi ambazo zinakuja ambazo mimi nitakuwa ni coordinator katika hizo program. Kwa hiyo leo hii niseme tu kwamba yani natangaza fursa nyingi zitakazokuja. Moja wapo fursa ninayosema, nimeona kuna vijana wengi hapa wako wamaliza form 4. Ndio maana nilikuwa nasema elimu. Si ndio? Waliomaliza form 4. Kama wako waliopata D4, isiwepo ya D. D4 isiwepo ya D. Ikiwepo ya D ni serikali mfumo na kukataa. Ikiwa una D4 isipokuwa isiwe ya nini? Yaani mimi niseme tu natangaza fursa za hawa watu kuwasomesha bure certificate na tutaanza kupokea wanafunzi. Nafikiri utakuwa wao washamaliza mwezi, wanaweza mwezi huu, utakuwa mwezi wa ngapi? Wa 5. Kwenye mwezi wa 9 ndio tutaanza kupokea fursa nyingine. Kwa hiyo hivi sasa waanze kukusanya vyeti vyao ili tuanze kuona, tuvipate mapema, tuangalie nani anaweza kuingia kwenye mfumo, nani mfumo unamtema. Lakini hili pia inaonekana kabisa kwamba tunahitaji sasa wa darasa la 7 tuwaletee hapa zile private candidate
wafanye mtihani wa form 1 na form 2 kwa mwaka mmoja, form 2 na form 3 kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo ndio itabidi hapa kwenye itabidi primary, secondary. Lakini pia nimefurahi kwa sababu nikiwaangalia kuna dada pale alikuwa anaimba sana, wakati anaimba pale alikuwa na confidence kubwa sana. Lakini wakati tulitambulisha ile confidence si ndio? Sasa lazima tuwe na confidence. Yaani sisi wanawake sasa hivi lazima tujiamini, twende kifua mbele. Tujiamini. Hakuna tunachoshinda. Hakuna tunachoshinda. Tuna uwezo wa kufanya kazi vizuri kabisa na hakuna kazi iliyowekwa lebo kama hii ya mwanaume, hii kazi ya mwanamke. Sisi wote tuna uwezo wa kufanya. Na mwisho wa siku tunatakiwa tunaposimama kusema sisi tuna uwezo tuoneshe kwa vitendo. Sio tunasema tu kwa sababu mama ni rais ni mwanamke basi na sisi wote ni rais. Sisi wote tunatakiwa kupewa fursa. Fursa upewe kwa kuzidai, fursa upewe kwa kishindo. Fursa fanya uweze. Leo hii tukuone sasa hapa unajenga majengo kama haya, unasimama unasema jamani serikali tunaomba. Sisi tunajiweza, tunajenga. Mnajenga nini? Tunatuweza. Tunajenga kama hivi. Lakini sio unasema tunataka fursa lakini mwisho wa siku huna huo uwezo. Sawa jamani? Kwa hiyo sasa tuweze kujisimamia. Tuwe independence. Tujisimamie. Si ndio? Wazalamu wenzangu najua. Sisi tumegoma. Najua ni kuolewa, mtoto akiwa kishamaliza tu darasa la 7 ni kuolewa. Vijana wetu wa bodaboda walioko mitaani ndio kabisa wanawachukua mimba watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu kule. Umenielewa? Mimi nawaambia kwamba hayo yote sio sababu ya kurudisha nyuma. Kila mtu hapa ana uwezo na ana kipaji. Hakuna mtu anayesema mimi sina. Hakuna mtu anayesema ndio maana unakuta matajiri wakubwa walio tutengenezea apples. Hawakuwa wasomi. Lakini walitatua matatizo. Sisi wote sasa hivi tunataka hivi. Tunataka kompyuta. Walitatua matatizo ya kijamii. Kwa hiyo kutatua matatizo ya kijamii ni kuwa creative, kuwa innovative na kuwa mbunifu, unatafuta fursa, unajitafuta mwenyewe kipaji chako kiko wapi. Kila mmoja hapa anaweza kujitambua na kipaji chake. Sababu mwisho wa siku utaunda timu ya mpira, utapatikana wachezaji. Mwisho wa siku mama anasema anasomea ufundi lakini anapenda kilimo. Atakwenda kwenye kilimo. Na nyinyi wengine wote inawezekana hapa ni starting point lakini mnajua mnapotaka kwenda ni wapi. Unaona? Mimi binafsi ninapenda sana mambo ya jamii. Na ndio mwaka wangu wa kustaafu. Nimefanya kazi ya construction, nimepata mabinti, engineer, tayari nina binti wa ICT engineer, nina binti wa civil engineer. Kwa hiyo tayari wao sasa ndio ninakuja kuwakabidhi kampuni. Nimesema sasa mimi ninarudi kwenye kazi yangu ambayo ninaipenda. Kazi yangu hiyo ni nini? Jamii. Kwa hiyo mimi kuwepo hapa leo ndio kazi yangu ambayo ninaipenda. Ningekuwa ofisini saa hizi na dini na kuangalia pale zege na simenti na nini, nisingepata furaha kama ninaipata hapa siku ya leo. Lazima kuzaliwa maskini ndio uweze kuchagua, lakini kuendelea kubaki maskini hayo ni maamuzi yako. Kwa hiyo jiulize, muulize mwenzako unataka kuendelea kuwa maskini au unataka kutoka hapo alipo. Nafikiri unaona kwamba maisha yangu hayajawahi kuwa rahisi wala hayajawahi kuwa na mteremko. Kama watu wanavyoona hapa sasa wanafikiri ni maisha ambayo yalikuwa na vyeo, ni maisha yalikuwa na nini. Hapana, nimeyatengeneza. Kwa hiyo kila mtu anaweza akatengeneza maisha yake yeye mwenyewe. Mtu anaweza kudhani kwamba yani anakuangalia hali iliyokuwa nayo sasa hivi, lakini hajui ulikotokea.
Nimepitia misukosuko mingi sana ambayo siwezi nikaisimulia. Lakini mimi nilikuwa natembea kutoka Tandika kwa miguu mpaka Posta kila siku. Unatazama gari linaenda linarudi, unalisindikiza, unatamani nikupe lift. Lakini leo nina uwezo kuendesha gari yote ninalotaka. Kwa hiyo dhamira, narudi kusema dhamira. Na leo nimesimama hapa nikisherehekea mafanikio, huku nikisimulia simulizi ya maisha yangu. Mimi nataka kuambia kwamba ni heri mkajaribu mkashindwa kuliko kushindwa kujaribu. Kwa sababu mtu mwingine anakupa excuse kila siku, lakini yeye hatakujaribu. Kila mtu ana potential. Potential ni ile hali ambayo kila mtu anazaliwa nayo. Sisi wa mama ni walimu. Hata kama hujasoma kabisa, hata darasa la 7 hujasoma, unashindwa kulea mtoto. Mwanao anashindwa kuwa baadaye profesa. Hashindi. Katokea kwa nani? Kwa mama ambaye ni nani? Mwalimu. Si ndio? Kwa hiyo lazima tujue nguvu yetu. Mwanamke ni hifadhi kubwa ambayo haijatumika kikamilifu. Tukitumika kikamilifu, wanawake tutaona mabadiliko makubwa. Nani asiyeona mabadiliko katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan? Nani ambaye haoni mabadiliko katika nchi? Tunaona hatuoni? Tunaona. Mwanamke ni hifadhi kubwa. Kwa hiyo kila mtu ana potential. Potential ni ile hali ya kila mtu kuweza kufanya jambo likatokea. Unafanya jambo linatokea. Hiyo ndio potential ya kila mtu anayo. Yaani haijalishi umesoma, haijalishi hujasoma. Cha msingi, simama katika maono yako. Jitafakari, wewe ni nani? Umetoka wapi? Kwa nini uko hapa? Umekuja kufanya nini? Usije ukapoteza muda. Kama unakuja hapa alafu hujui ulichokuja kukifanya, utapoteza muda. Lakini pia jiulize, unaondokaje sasa hapa? Dada Victoria na timu yake tayari wamemaliza, wana graduate hapa, umetoka, umeondokaje? Hivi siku ya kuondoka hapa ukiondoka mtupu, alafu kuna mwingine kaondoka na madini ya kutosha, anaenda kuwa mtu fulani. Hivi wewe unajisikia gani? Uchungu. Sasa ili huo uchungu usiwepo, tunatakiwa kufanya nini? Tupambane kwa juhudi zote kabisa. Kwa hiyo hilo ndio kitu la kujiuliza. Lakini mwingine atakwambia mimi sina mtaji. Nataka niwaambie, biashara nimesema sio mtaji, ni psychological capital. Mtaji wa kwanza ni nini? Akili. Akili yako. Kitu ambacho mimi nataka kusema kingine ambacho nimekizungumza kwenye kitabu. Amini dhamira yako iliyoko ndani ni safi. Yaani inayotoka kwako kwanza. Yaani asitokee mtu mwingine, unaona, akakuaminisha anachofikiria yeye. Wako watu ambao ukishakuwa na wazo lako wanakukatisha tamaa. Wanakwambia yani hicho unachokifanya. Yaani hiki naamini hata wewe kwenye kujenga hapa tena huu umbali huko watu wanajua haiwezekani. Yaani unaona kama ni ndoto za mchana. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo amini kile ulicho nacho ndani yako. Kitu chochote unachotaka kufanya, hata ukiwa nyumbani kwako, hata ukiwa eneo la kazi, hata ukiwa popote. Ukitaka kufanya jambo ukiwa na moyo wako unasema hapana, basi ile ndio dhamira ya kwanza. Sio mpaka mtu akwambie kwamba fanya hiki, fanya kile. Dhamira iliyoko ndani yako. Kitu chochote kile. Kwani ni mara ngapi tunalala, tunaota msiba, unasema nimeota mtu fulani leo labda anaumwa au leo hayupo duniani. Siku mbili unasikia mtu amekufa. Aje kutokea hii? Inatokea. Wanawake tuna kitu fulani ndani ambacho huwa kinatupa alert mapema sana. Si ndio? Tunajua kuna changamoto nyingi. Kama nilivyosema, kuna wengine hapa kukutana na watoto, kuna wazee wetu hawa, ukutelewa hata baba hawapo washakimbiana. Si ndio? Lakini unakuta una taarifa ya kama ni mpenzi, kama ni boyfriend, kama sijui ni nani, inakuwa hata mapema kabisa. Yaani inakuwa hata kama hapa kuna shida. Na shida iko wapi? Utaijua automatic. Hata hujaona, wala hujaenda, wala hujamkuta,
yule mtu wetu aliyeko ndani. Yule mtu aliyeko ndani huwa anatuambia vitu vya ukweli, tena ukweli kabisa. Unapotaka kuamua jambo, wewe mwenyewe una ukweli ulioshiba. Kwa sababu ulikuwa unajua starting point, unajua destination. Mimi nilitoka leo hapa na ule Dar es Salaam, yani nikinialimikia hapo Suni pale. Si ndio? Au kanalimikia pale center pale. Kwani nitalala hapa? Sitabidi nitafute njia yote ya kunyanyuka na kutoka na kufika. Sasa hiyo ndio sawa sawa na jinsi safari yenu ambayo mnayokuwa. Unaweza kukutana na vikwazo vingi. Umekutana na kikwazo hichi na hiki. Isiwe sehemu ya kusema mimi basi bwana. Ukakaa chini. Nyanyuka. Kwa sababu hujafika na ukikaa manake umefanyaje? Umefika. Ukikaa manake umefika. Kwa hiyo ukijua kwamba wewe hujafika safari, utanyanyuka mwenyewe, utaanza safari nyingine. Si ndio? Nimezungumzia kwenye kitabu kuhusiana na tuzo. Ni kwa nini mtu anapewa tuzo? Mimi nimepata tuzo nyingi sana. Ukija ofisini kwangu sitataka kuziweka. Si ndio? Nimewaambia nimepata hizo za East Africa, Afrika nzima, duniani najulikana. Nimetrend sana South Africa, yani kwenye vitabu huko nimeandikwa mno. Watu wananisoma kuliko maelezo. Nini maana ya tuzo? Tuzo ni kwanza wewe mwenyewe umejithaminisha. Ndipo watu wanakuja kukuthaminisha. Wanakuona kama una uwezo na wao wanasema sasa ngoja huyu tumtumuke. Usione tuzo ukafikiri ni kitu chepesi. Kwa sababu mpaka unapewa tuzo, mimi nimeingia kwenye historia isiyosahaulika duniani kufanya vitu zaidi ya kawaida na kwa utofauti. Kwa sababu kutoka kwenye umachinga mpaka kusimama kuwa CEO wa group of company. Na hata sasa niko kwenye programu mbalimbali za serikali za kuwaempower vijana na wanawake. Hata wiki iliyopita tu nimechukua tuzo ya serikali kwa appreciate mchango wangu usio na kifani katika kusaidia jamii. Kwenye kitabu changu nimezungumzia kitu kingine, kuwa na misimamo utaweza kukabiliana na magumu. Lazima uwe na msimamo. Kama huna msimamo utayumbishwa kwenye jamii. Usipokuwa na msimamo utayumbishwa kwenye ngazi ya familia. Usipokuwa na msimamo utayumbishwa kwenye kampuni utakayofungua. Usipokuwa na msimamo utayumbishwa na wafanyakazi. Yani mpaka kibarua atakuyumbisha kwa sababu huna msimamo. Na hii kazi ni ngumu sana inayokwenda kuifanya. Kwa hiyo lazima muwe na misimamo, lakini iwe misimamo ambayo ni positive, sio negative. Kwamba unaweka msimamo ambao unajua utakuvusha na kukupeleka mbele. Lakini kama mnapenda mnachokifanya, kitu chochote ukikipenda na ukakichukua katika nguvu ile ile, unaweza kuzicheka shida zako. Hapo nimeeleweka? Nimesema nini? Mmenisikiliza kweli? Ukichukua kitu ambacho unakipenda, si ndio? Ukakichukua hicho kitu katika nguvu ile ile, yaani unakipenda ukakibeba katika nguvu ile ile, unaweza ukazicheka shida zako kwa sababu utatumia akili, maarifa, nguvu zako, kila kitu kwa kisha unakijenga. Kama tunavyojenga mahusiano, si ndio? Unayajenga. Mahusiano ambayo hayajengi hayaendi. Kwa hiyo unapojenga mahusiano, unapomjenga mtoto wako, ndipo hapo ukajenga kazi yako. Kwa nguvu ile ile unayoipeleka, usichoke, ninamaanisha usichoke. Ile nguvu ile ile ndio unaoipeleka ili uweze kuzicheka shida zako. Maana yake utazizunguka zile shida kutokana na ile nguvu kubwa ambayo umeweza kuitumia. Lakini ndoto yoyote ile nimeizungumza katika kitabu, ufanikiwa kwa usimamizi na kuipa kipaumbele. Sio leo unajenga kesho unamwambia mtu mimi ndio nimefiwa, ndio maana leo sije kukujengea nyumba yako ulienda katika msiba, kesho kutasubiri nini? Panga mipango yako. Aliyekufa amekufa na maisha yanaendelea. Ndio. Kwa hiyo wewe usichukue kazi ya mtu ukashindwa kuifanya eti kwa sababu tu
wewe umepata siku tatizo la msiba ni wako, sio wa yule. Kwa hiyo panga timu yako. Mimi bwana jamani, leo mimi naondoka na matatizo, lakini hebu jamani, wawakilishi wangu, nendeni mkafanye ile kazi, alafu mimi kesho nitakuja kwa wenu, alafu nitamwambia yule bwana, hata kama kazi haikwenda kwa spidi kubwa, nitatoa sasa sababu kwa jana mimi sikuwepo kwa sababu hii. Kwa hiyo tujali nini? Ubora wa kazi, tujali muda, tujali na kudeliver kwa wakati katika kazi ambazo tunaenda kuziendea. Kazi za construction sio ya mama. Moja ya vitu muhimu katika ujasiriamali ni uthubutu, ni uadilifu, nimezungumza katika kitabu. Ukishaamua na kufuata ndoto yako, tengeneza mikakati na kuitekeleza kwa uadilifu bila kusita, utafanikiwa. Kwa hiyo mkakati unautengeneza wewe mwenyewe. Alafu sasa mwenyewe unajicommit. Yaani commitment unajipa mwenyewe. Hakupi mtu, sio kama jeshini lazima mtu akufuatilie au hapa lazima mwalimu akufuatilie. Yaani wewe mradi umekuja hapa ndio una jukumu la kufanya. Kama ukufanya, hiyo ni biashara yako. Hata na mimi siwashauri kwamba eti saa zote mwafuate nyuma kwamba lazima ufanye. Kama mtu hajafanya, unataka commitment. Unamwacha tu, wao ni watu wazima tayari. Si ndio? Unaweza kuwa na maisha yao. Kwa hiyo tujijengee mazingira ya sisi wenyewe kwa wenyewe kulipa commitment na kufanya. Si ndio? Kitabu pia kimesheheni namna ya kuanza na mtaji ulionao kupitia kitu kidogo au vikundi, nimezungumza au vikundi vilivyonavyo. Mnaweza mkajiunganisha, mkaona namna gani mnaweza kuanzisha hizi biashara. Na niseme kwanza, kuna hela ambazo zinatoka za vikundi za kuwafikia wajasiriamali wetu. Aidha una wazo la biashara au tayari mmeshakuwa na wazo la biashara. Hizo training zote zipo na mimi ninaahidi kabisa hawa watazipata, tena watazipata kama na na wanapotoka wanaporudi katika maeneo yao, ni vyema kutambua sasa wanarudi katika mikoa gani tofauti. Wakiwa ni wawakilishi, wakaenda kuunda vikundi huko. Yaani mimi cha kwanza hivi vikundi vyao nitahakikisha vinakwenda kwenye halmashauri na kupewa mitaji ya kufanya hizo biashara. Binadamu huwa tunakimbia fursa, tunakimbia hofu, yaani binadamu huwa tunakimbia changamoto. Na kikubwa inakuwa ni hofu. Yaani tukipata matatizo mbalimbali tunapata hofu. Mtu akishapata hofu hapa, anaweza kukaa miezi 6 hapa amesoma kitu. Hofu yenyewe inawezekana ikawa ni hofu ya elimu. Si ndio? Kuna wengine pale nimeona anasimama anasema niko darasa la 7 alafu anajiona kama vile amejikataa. Umenielewa? Anaona kama wafufuo ndio amemaliza. Si ndio? Lakini kuna watu wana PhD. Kuna watu wana kila kitu. Nikubali kama ulivyo na elimu yako, na hata kama ungekuwa ujeenda hata darasa moja, simama sasa, sijaenda mpaka darasa moja, lakini leo nimekuja hapa kujifunza. Kwa hiyo ujiamini, kwa sababu hakuna mtu yoyote ana alama kwamba mimi hapa nimesoma leo ndio nimekuwa tajiri au mimi hakuna. Kwanza waliofanikiwa sana wote ni wale ambao wala hawakusoma sana. Waliosoma sana wana calculate risk kila siku. Akiingia anapiga hesabu anasema hapana, hii hasara. Anapiga hesabu anarudi. Kwa hiyo jikubali kama ulivyo. Sawa? Ukiwa kibonge jikubali. Ukiwa mfupi jikubali. Ukiwa una elimu jikubali. Ukiwa mbaya jikubali. Ukiwa mzuri jikubali. Yaani vyovyote vile ukishajikubali unajipa ujasiri ndani na utaenda na watu watakushangaa. Watakushangaa kwamba mbona huyu yuko hivi, na huo ujasiri wako uliokuwa nao katika eneo hilo ndio inawezekana ikawa fursa ya kwenda kuwaempower wengine. Mimi nilifika pale nilisoma sikuwa tena darasa moja, lakini leo mimi ni fundi mzuri mjenzi wa kujenga. Sasa unamuinspire mtu hapa, unamuinspire, si ndio? Kwa hiyo naomba tujaribu kuwa na ujasiri. Lakini kwenye kitabu changu ninawahimiza Watanzania kupambana kwamba hakuna uchawi kwenye biashara. Nafikiri mmesoma. Si ndio? Hakuna uchawi katika biashara au kwenye kupata mafanikio. Ni kujituma, kujisimamia, kuhakikisha kwamba unaenda kufika katika ndoto zako. Sawa? Lakini kwenye kitabu humo pia nimeonyesha kuna kanuni 17 za mafanikio.
Ukizizingatia utakuwa mjasiriamali uliotukuka na mjasiriamali endelevu. Kanuni 17 sitazisema kwa sababu najua mmezisoma, zipo humo, mzifuate. Lakini pia nimezungumzia tabia ya mtu. Nimezungumzia katika kurasa ya nimezungumzia tabia, nafikiri mtaangalia tabia muhimu ya mtu anayetaka ujasiriamali na anapaswa kuwa wa namna gani au anatakiwa kuwa tabia za namna gani. Unajua, niwaambie vitu vinavyoweza kumpandisha mtu na kumshusha ni tabia. Yaani wewe unataka kufanikiwa, unatakiwa uwe na tabia fulani ambazo nimezizungumza hapo. Ukishajiona tu wewe uko hapo unakuja kujifunza, lakini unajiona wewe ndio bora kuliko wengine. Wewe ndio mzuri kuliko wengine. Wewe ndio una uwezo kuliko wengine. Hakuna uwezo wa mtu utakayemsaidia mtu. Hakuna uzuri wa mtu utakayemsaidia mtu. Kuna watu tuliwaona, nazungumza na mabinti wengi hapa, kwa mama zangu najua wao wameshavuka huko. Lakini mabinti hasa usijione hata kwamba wewe ndio kila kitu. Wewe ndio mzuri, wewe ndio hivi, afu kuna tabia fulani tofauti na za wengine. Hizo unazozijenga hapa ndio hizo unazoweka nazo mtaani. Tabia itakunyanyua na tabia itakushusha kabisa. Mimi nina ushuhuda kabisa, kuna watu ambao tuliwapokea huko katika maofisi miaka 20 iliyopita. Nikamwambia wewe utakuja kuwa mkurugenzi, wewe utakuja kuwa nani? Kama utani, kama hivi wanaongea mabinti Leo hii wale niliowaoshia kidole karibu wote ni wakurugenzi. Na wanasema nijuaje? Nilijua kwa sababu ya tabia. Yaani tabia yako, kuzungumza kwako, usipende kushindana na watu tena kwenye hizo kazi ngumu, yaani ndio kabisa. Ukienda ukichanganyika na mafundi tu, ukawa vuruga tu wanakuvuruga. Watakupa vitu bei kubwa, watakuchanganyia kwa sababu ni binadamu, ndio kusema ninakaa huko sitoki. Utageuka huko badala ya kupiga simenti utapiga mchanga, kesho kukuta umefeli. Kwa hiyo tabia naomba nisisitize sana. Pia tabia zinazopiga vita umaskini. Tuondokane na tabia za kupiga vita umaskini. Tunaporudi kule tunapenda nini? Sisi ni watu wa pwani. Wote tunapenda sana kukaa vijijini na kuzungumza. Tunapenda ngoma, tunapenda sijui kitu gani. Kuna vitu lazima tukubali kuviacha kwa kuleta mabadiliko. Hata ukiona watu waliokuzunguka, kuna watu ambao, kuna wangapi tunaona kabisa familia ndio imekuwa mwiba wa kuwaumiza. Wengine labda wamepoteza wazazi, waliobaki wanapoteza mali, wanaumiza. Ukiona kwamba kuna tatizo lolote, ili mradi una nguvu na unaweza kusimama, achilia. Kama ni kitu, kama ni mali yako imezulumiwa, achana naye huyo. Yaani mwisho wa siku, yaani wewe bado sana unaomba mtu kutafuta. Utafika mahali utavipata zaidi ya vile, na Mungu anatoa mara mbili zaidi ya nimezungumzia pia kitabu changu kuna picha ambazo zinatoa hamasa. Ukiangalia kwenye hichi kitabu utaona zinatoa hamasa ya kujitahidi pamoja na machangamoto yote yaliyopita. Zinatoa hamasa kuamka na kushiriki katika kazi kwa bidii na kujibidiisha ili uweze kufika katika hatima yako. Kuna mambo matatu ambayo yanaweza kutokea. Jambo la kwanza, kupata utajiri. Tunasema ability. Unasukuma kufanya. Mimi hapo unaponiona, hata nikilala sikufanya kazi, siku ya pili yaani nitaamka asubuhi sana kuliko kawaida, kwa sababu inaniambia akili, jana umelala ukufanya kitu. Na kwa nini ukufanya? Kwa hiyo kila siku itwapo leo, jiulize umefanya kitu gani? Una huo msukumo? Na huo msukumo unaendana na kile lengo lako ambalo unataka kulifikia. Kwa hiyo sasa, msukumo ule unakuambia amka. Ukilala amka. Kwani si tunaona? Mimi nalala saa 6 kila siku au saa 7 usiku. Saa 7 ndio tayari siku ishageuka. Yaani ndio nalala asubuhi. Si ndio?
saa 6 saa 7. Nikilala saa 7 ninaamka saa 11. Masaa mangapi haya? 7, 8, 9, 10, 11. Masaa matano. Si ndio? Kuna mtu analala saa 12 jioni. Anaamka saa 4 asubuhi. Mshalingana hapo? Hawezi kulingana. Alafu huyo mtu anakuja anasema, mimi sina kazi, naomba unipe 200,000 tu. Anaweka na tu, yani kwa maana ni ndogo kulinganisha wewe na kitu unachofanya. Sasa kama wewe unalala usingizi, yeye analala tena masaa, yani kama mara 3 ya masaa unayolala wewe. Sasa hapo huyo mtu ni wa kusaidiwa. Kwa hiyo jamani, sisi kwanza tukajenga utamaduni. Siku hizi hata vijana wa siku hizi wanalala sana. Wanalala mno. Yaani nyinyi wasichana mtakwenda kuzaa au mmekwisha kuzaa. Usipojenga utaratibu wa mwanao kumwamsha saa 11 ya asubuhi kila siku, hilo ni bono waliotengeneza la kesho la balaa. Umenielewa? Kuamka asubuhi saa 11, yani hiyo ni nature. Lazima uamke asubuhi. Kwanza ukiamka saa 4, mgonjwa unajisikia kabisa ugonjwa. Mungu unauma. Unafikiri kwa sababu gani? Sana. Unatakiwa uamke alfajiri. Na ndio maana pia hata tunapokwenda katika ndoa huko, unatakiwa uamke asubuhi, uoshe vyombo, ufanye nyumba, ufanye nini? Baadaye unasema, "Yaani sasa sisi wote tunafanya kazi. Yeye anafanya na mimi ninafanya. Alafu mwisho wa siku mimi nataka nioshe vyombo, niamke." Hiyo ni nature. Jukumu la mwanamke litabaki pale pale, jukumu la baba litabaki pale pale. Ukiwa na uwezo utafuta msichana wa kazi akusaidie kuamka mapema zaidi, wewe uamke saa 1. Si ndio? Kwa hiyo kuamka mapema ni jambo muhimu, na kuna ability inakusababisha inakwambia amka hata ukilala. Ukiona wewe huna ndoto zozote, unalala asubuhi mpaka unaamka asubuhi, miaka 2, miaka 3, wewe huna ndoto kabisa. Haitafute ndoto yako. Kitu kingine ni skills ambazo ndizo unazowapa sasa. Mnapata skills, mmekuja hapa, mnapata skills ambazo sasa msizitumie msizichukue zikapotea. Sasa mmoja mtafanya tuwaone wale waliopata skills ni wakina nani, na wale ambao walikuja tu hapa kwa kupiga soga ni wakina nani. Si ndio? Nimeona wazee hapa wanasema fundi rangi. Kama wazee hawa wanafanya na leo ni mafundi, sasa nyinyi vijana mtashinda mimi. Sawa? Cha tatu ni opportunity. Opportunity ni inakuja, ni fursa. Mimi mwanangu ni engineer. Wamekuja kukuta kampuni iko tayari, wamekuta nyumba ziko tayari, wamekuta magari yako tayari, wamekuta kila kitu kiko tayari. Umeelewa? Wana haki ya kukiendeleza ama kukiua. Umeelewa? Kwa hiyo hakuna kitu kinachokuja overnight, ukaamka tu ukavikuta. Hata wale watoto nina kazi ya kuwapa adhabu, kuwaadhibisha ili waweze kukopa na mazingira, ili waweze kuingia. Kwa sababu ni sio kazi rahisi, unakuta kila kitu unaingia tu unajikuta hakiendi hicho. Kwa hiyo haya mateso mliopitia, changamoto mlizopitia, hizi ndio shule zenyewe zinawafanya kuwa wagumu hadi baadaye mnapokwenda. Hata changamoto ya afya ya akili kwa wale ambao wamepita kwenye magumu, huwezi kuwalinganisha na watoto wa siku hizi. Mtoto wa siku hizi akipigwa stress kesho tu mgonjwa. Lakini wa zamani sisi tulipigwa na stress za kutosha. Yaani wewe mpaka mimi unipe stress, yani wewe unafanya kazi ya ziada mno. Sio ya kawaida. Vinginevyo hamna stress tunayojisha. Mpaka watu wanashangaa. Kwa nini? Yaani mfano tuko South Africa. Greda langu lilikuwa linafanya kazi mahali fulani. Likawa likatokea mvua, likaanza kuzama. Si ile ni greda ya barabara, si unajua? Likaanza kuzama. Alafu mimi niko South Africa. Alafu nimeenda nafungua na kukuta namwambia mwanangu asiangalia. Hii greda inazama si. Unaona? Baada ya hapo nikachukua simu nikaweka niendelea na maisha yangu. Sasa nikakaa ikaja na kwa nini vipi? Mbona ni jambo kubwa alafu nikasema nitafanya nini? Kwani mimi niko pale, nitaenda kulizuia. Nikisema sio nimeshazama tena. Ndio nimetoka hivi. Lakini hiyo ni ile uwezo wa ku-manage stress unaokuwa nao ambao unakujenga kulingana na kule ulikotokea. Sawa? Na yote
kesho ya kuweza kufanya jambo. Lakini kuna watu wa aina mbili. Kuna watu wanaitwa failure na kuna watu wanaitwa success. Yaani failure ni wale watu fail. Success ni wale ambao siku zote wanashangilia mafanikio. Sawa? Failure wanatazama sana kushindwa kwao. Yaani wakishindwa watatoa sababu hizo. Sikusapotiwa mimi. Nilikuwa kwenye kile kituo lakini Victoria hakunisupport. Yaani anapenda kufanyiwa yeye tu, unajua yeye kule ubinafsi au kwenye familia mama yangu hakunisupport, mama hakusupport mimi. Yaani nyinyi wote hapa niwaambie sasa kama hamjui kwa ndio. Hamna hata mmoja ndiye kusapotiwa na mzazi. Nyinyi wote ni watu wazima. Vijana wote mliokuwa ni watu wazima. Kama umeshafika miaka 18, unahitaji support yoyote. Wewe ni mtu ambaye unaweza ukaolewa, ukazaa, ukajenga familia. Kwa hiyo support sasa iko kwako mwenyewe. Kwako mwenyewe. Ndio maana nasema ukionyesha vidole vingine vinakufuata mwenyewe. Kwa hiyo sina elimu. Nimezaliwa kwenye familia maskini. Sijui nimefanya nini, nimesema yaani umaskini hapa mkiutaka ni wa kwenu, mmeutafuta wenyewe, msisingizie wazazi, hata kama waliwazaa bahati mbaya, hata kama mlikuwa wengine wa nyumba ndogo, hata kama mlikuwa wa nini, lakini ulishafika hapo tayari ulishafika. Simameni. Sawa? Wale watu success wanashangilia mafanikio. Wao kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kushindwa kwao ni sehemu ya kujifunza na wanapopata challenge yoyote wanasema safi, inanipitisha hatua nyingine. Lakini ujasiriamali ambao tunautafuta kwa kupitia hizi skills tulizopata, ujasiriamali ni kitu cha kwanza, tunapiga hatua, lakini tukumbuke kinachofuata ni kukabiliana na changamoto ambapo wengi ndio wanakufa hapo. Sawa, wanakabiliana na changamoto, sasa mwingine anaziweza, mwingine haziwezi. Lakini ujasiriamali uwe tayari pia kukabiliana na hatari au mashaka. Ujasiriamali sio kitu chepesi. Nikikwambia changamoto ni nyingi. Ningeanza kuwashirikisha changamoto kwa kuuliza, mbona wewe hujapata tangu mwaka juzi tu mpaka leo bado uko? Kwa sababu changamoto ni nyingi. Kwa hiyo lazima tuzigeuze hizo changamoto zetu ziwe fursa. Naamini kila mmoja wetu anatamani kuwa na financial freedom. Sisi tunakuja hapa, tunachotaka kutafuta hivi tupate financial freedom, uhuru wa fedha, si ndio? Ndio tunaotafuta. Kwa sababu kama huna uhuru wa fedha, au financial health, afya ya fedha. Yaani uwe na afya ya fedha, uwe na uhuru wa fedha. Kila mtu anatafuta. Na ukiwa huna, ni sawa na mtoto unamtafutia mtu. Kama utakula chakula vizuri, utajenga nyumba nzuri, utavaa vizuri. Tunakubaliana? Kwa hiyo usikiwa huna pesa au huna uhuru wa fedha ni sawa na mtu ambaye anakuwa na changamoto ya utapiamlo. Na cha mwisho niseme kuna vikwazo vingi, frustration ni nyingi. Kuna kukataliwa. Yaani usifikiri unaweza kukataka. Inawezekana wewe ukageuka upepo hapa chuoni hapo peke yako, ukakuta upendo na watu wote, ukajiuliza hivi ni kwa nini? Vipo au mimi nasema uongo? Upendo na watu, alafu wewe mwenyewe unitafuta umefanya nini kwani? Hakuna. Lakini inawezekana kuna mmoja tu kama muda sumu mdogo tu. Yule sana. Inaonekana hilo nini? Unaona? Hamoja tu sio. Ukakataliwa na watu wote. Kila unapopita pale unamuona yule. Na wengine hata wanaweza kusingiziana na magonjwa. Yule pale ana hivi watu wanakunyanyapaa. Kumbe wewe usiogope kukataliwa. Ni sehemu ya maisha. Ukikataliwa, unajipanga vizuri, unakaa, cha msingi ni kunyamaza na kuja kuangalia lengo lililokuleta. Kama kuna mtu yoyote ambaye amekataliwa ndio anapata muda mzuri kwa sababu hamna rafiki atakayemsemesha, hakuna mtu atakayempa umbea, anapata muda wa kusimama na kufanya vitu vyake. Lakini wakati mwingine kuna mistake. Unaweza kufanya makosa ya kujua au kutokujua, mtu akafanya makosa, unaweza mtu akakukejeli, akakudharau, wewe ukamtia nguvu, si ndivyo? Ukamtia nguvu
somo kwa sababu anataka kuwa architect. Huyo architect wako. Nikamsema karudi bwenini. Mwanzo nikajishangaa, siku kuanzia na hasira zake kamtia huko. Umeona? Anaambia mimi kanitukalia mamangu, mimi naweza kumtukania mamangu mimi. Kakutukania nini? Mimi nataka kuchukua ndoo, sijui nikaoge, sijui kafanyaje. Vitu vinatokea kabisa, makosa yani ni kabisa ya ajabu, unaona? Lakini kikubwa nataka kuambia jamani, mafanikio sio la mama. Lazima uwe tayari kuweka nguvu zako, muda, akili, safari ya kuelekea mafanikio ili uweze kutimiza ndoto yako, sio safari ya kitoto. Tusitiane moyo sehemu ambayo inataka bidii zako. Sawa? Kwa hiyo ni vyema kuelezana mambo kwa ukweli na kwa uwazi. Unapopambana huku unamtumaini Mungu kwamba Mungu anatenda, unamuomba huku ukiweka juhudi zako na Mungu atakuwezesha. Maisha ni safari na safari haijawahi kuwa kikarusi. Sawa? Wako walionyanyaswa, walioteseka, waliodharauliwa, waliotukanwa, ndio ilikuwa tiketi ya mafanikio yao. Nimeona kwenye kitabu mimi nimezungumza mimi nilivyoona na mama wa kambo, nilivyofanya hivi, nilifanya vile. Nimezungumza kwenye kitabu. Si ndio? Lakini mwisho wa siku watoto wao wale wote mama wa kambo wakadondokea kwangu, wengine saizi ni wanasheria, wengine saizi wako nje ya nchi nimewapeleka. Umeona? Mama anabaki kukaa, anashangaa. Kwa hiyo usiogope kunyanyasika, kudharauliwa, kuteseka. Watakao kudharau leo, kesho watakusalimia kwa heshima. Dada mimi nakushukuru sana. Yaani unasema miaka ilikuwa bado unajiuliza. Tena hapa. Lakini hongera kwa yote ambayo unayafanya. Sisi ambao tunakuangalia kwa kweli tunatamani kuwa kama wewe. Tunatamani kufika ulipofika, tufanye na sisi yale unayofanya na zaidi ya hapo. Kwa kweli leo kuona tuko pamoja na tunaongea na vijana ambao bado tuna miaka mingi sana ya kufanya ambayo ndio anafanya, tunaamini kati yetu lazima kuna mengi makubwa tutayafanya. Wakina mama wa Mhanga tulikuwa tunaongea kuhusu vikundi, tutaanza na zaidi na wanachama vikundi na ngapi, lakini kikubwa tulikuwa tunawaambia wewe ukafanya peke yako. Lazima tutoke hapa tutengeneze kikundi twende kama kikundi. Na leo mmeyasikia tena. Bado nimesharudia, lakini kuwa katika kikundi ni kitu muhimu sana. Pamoja na kuwa halmashauri inasema muwe na vikundi vidogo vidogo, lakini vikundi vidogo vidogo vinatoka kwenye kikundi kikubwa. Wanawake wajenzi Mhanga tuna nafasi kubwa sana ya kufanya mengi ambayo yanakuja. Tumesikia leo kuna mazuri mengi tu yanakuja, lakini tuwe katika vikundi. Kwa hiyo tunahamasisha bado wa Mhanga, tuna nguvu yetu ya kuwa na kikundi kikubwa kwa Mhanga. Na wale ambao tunatoka katika mikoa mbalimbali kule tunapoenda pia tuna nafasi ya kuweza kuwa katika hivyo vikundi ambao vipo pale tayari. Dada Maida anaweza kutuunganisha kwa wale ambao wameshaanzisha vikundi na wamesomea jinsi ya kuanzisha au ya kuingia kwenye kazi za ujenzi. Kwa nafasi ipo jamani, tusikate tamaa. Na sisi tunaamini, tunawaaminia, na hata mkimaliza hapa mtakaoenda VETA tuna nafasi pia ya kwenda kwenye chuo cha Dada Maida na kujifunza mengi. Kwa kinachofuata kwa hivi karibuni, tunaomba tutakuja tuweke tarehe nzuri, tuje tutembelee kwako na vile vile tuingie studio na sisi tuweke ni safari ambayo tunaifanya hivi karibuni, na pale tutakapokuwa VETA, wale ambao wanakuwa VETA pia tutaweka utaratibu ambao tuwe sababu tuko jirani. VETA tutakuwa na kasa Salvation Army na wewe uko pale, kwa tutaitumia hiyo fursa pia ya kuja kujifunza mengi kutoka kwako. Kwa tunakushukuru sana kwa niaba ya sisi wote ambao tuko hapa na wengine pia leo kawapo, kwa kutupa muda wako na kuja kutupa madini ambayo unajua kusoma kwenye kitabu kuna ile unasoma alafu unamaliza unafunga kitabu, ndio kuna kinachoingia, lakini kukusikia wewe mwenyewe na kukuona jamani ni huyu, yaani kumbe sio kwamba yuko tofauti na sisi, lakini ni huyu na ameweza. Kwa hiyo tunaspire sisi wote kwamba na sisi tutaweza. Kwa hiyo tunakukaribisha, na katika taasisi tumeandaa tu kitu kadogo ambacho ndani yake watu nieleze kilichopo ni hadithi. Kikubwa ni hadithi ambayo imeandikwa na wanachama wa TAWA
ya kuelezea hata sisi ndoto tuliyokuwa nayo ya kuweza kutengeneza kituo hiki ambacho tunaweza kufikia. Na kipeperushi kingine kinaelezea hadithi ya programs nyingine ambazo tunafanya. Kuna nyingine ambazo tunafanya na wanafunzi wa vyuo vikuu. Na kubwa sana ambazo tunafanya na wanafunzi wa vyuo vikuu ili na wao waanze kuangalia kule walikotoka. Yaani una degree yako ndio, lakini ulikotoka unaweza kufanya nini. Kwa hiyo hii program ambayo tunawafundisha, wengine huwa tunakuja nao hapa, tunashiriki kwenye hivyo tunavyofanya, tukiamini kwamba wakienda popote walikotoka wanaona kwamba vitu vinafanyika. Na kipeperushi kingine ambacho tulicho nacho hapa, ambacho pia kuna sura unaweza ukazitambua za vijana wetu, ni kuelezea kazi ambazo tunazifanya za ujenzi wa bei nafuu. Kwa niaba yetu sote naomba hiki kingine kinaelezea ujenzi wa nyumba za bei nafuu na nini ambacho tunakifanya na kwa muda gani na gharama pia ya ujenzi ambao umefanyika, na vile vile utakuta kuna kipeperushi kinaonyesha wanafunzi pia wa mama wajenzi wakiwa VETA. Kwa hiyo inakupa hadithi ya muda ambao wanakaa hapa na vitu gani wanafanya. Kwa hiyo tunaomba tukabidhi kwa niaba ya sisi sote. Wamama wajenzi wa kijiji cha Mhaga ambao sasa hivi wana trend dunia nzima kuonyesha kazi ambayo tunaifanya hapa Mhaga. Kwa tunashukuru sana. Lakini ni waukae hapa. Asante sana. Kabla hatujakuruhusu kabisa hata na sisi kutuaga, naomba tukaribishe mwanafunzi mmoja ambaye atatoa neno la shukrani kwa mgeni wetu. Mwanafunzi ambaye atajitolea, naomba na mama wajenzi, unajua ukitoka unataka ujenzi unakimbia. Tusubiri tutajwe jina. Kwa hiyo tunaomba mmoja wetu atoe shukrani za kwa niaba yetu. Mimi nataka kutoa shukrani kwa niaba ya wanafunzi wenzangu. Nasema asante, japo kuna wengine ambao wanaenda kukata tamaa au hivyo tunakumbuka sana nyumbani, lakini katika maisha tumejifunza vitu vingi, mimi binafsi vingi ambavyo nimejifunza. Kuanzia sasa hivi tunaahidi kwamba changamoto zitakazotukumba mbele sisi tunachukua kama sababu au kama chachu ya mafanikio. Tunasema asanteni sana kwa kufungua ufahamu wetu. Hatuna cha kuwalipa, kwa hiyo tulichotupa Mwenyezi Mungu akawazidishie.
All set? We good, we good. Just checking. Iko ya. Kidogo kwa mchana. Mbea koleka. Hii si tutolea huko chini. Karibu na shimo. Wanawake Jeshi kubwa. wanaume Wawezeshaji. utakuwa haukui. Utakuwa. Vizuri tu. Maji Haya hapa. Wanawake TV.